Ni mechi nyingine ngumu, ni mechi nyingine ya ushindi kwa upande wa Young Africans. Young Africans wanahitaji kupata alama 3 ili kuendelea kuongeza gap la pointi kwa mpinzani wao Simba Sports Club, ili wajihakikishie nafasi ya kuweza kuutwaa ubingwa huu wa NBC Premier League mara ya 5 mfululizo, ukizingatia zimebakia takriban mechi 8 kwa kila timu ili bingwa aweze kupatikana. Na sasa timu ya Yanga imeweza kuishinda timu ya Simba kwa takribani pointi 5 kuelekea mbio za ubingwa wa NBC Premier League. Lakini ikumbukwe ya kwamba timu ya Dodoma Jiji haijawahi kupata ushindi hata mara moja mbele ya Young Africans. Yanga wamekuwa wakiibuka na ushindi mara zote wakikutana na Dodoma Jiji. Na ikumbuke mapema mwanzoni mwa msimu huu kwenye mzunguko wa kwanza tuliweza kuwaona Dodoma Jiji ambao waliweza kuikamia Simba na kutoa sare ya bila kufungana, waliweza kuchapika chuma 6 na Yanga. Dodoma Jiji akicheza na Yanga anakuwa ni tofauti sana na pale ambapo anaenda kucheza na wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania wakawaita Abduri na Dula. Bwana, Yanga siku zote wamekuwa wakipata ushindi pale ambapo wanakutana na Dodoma Jiji, na watu wengi wamekuwa wakizungumza vitu vingi ikiwemo ya kwamba Dodoma Jiji ni tawi la Yanga. Of course mchezo wa leo nina uhakika utakuwa ni mgumu, lakini kwa namna moja ama nyingine Yanga namuona akienda kupata ushindi na kuendeleza pointi zake kuwa juu, kuendeleza gap kuwa kubwa zidi ya timu ya Simba. Na ukiangalia Simba kesho wana kibarua kigumu zidi ya Mashujaa. Timu ya Mashujaa imekuwa ni ngumu, hususa ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani. Pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, timu ya Simba ambayo imeonekana kuwa vizuri chini ya utawala wa kocha Steve Barker, basi itaenda kukiwasha mbele ya Mashujaa ili kuweza kwenda kuzitafuta pointi 3. Na kwa upande wa Yanga, wao unaweza kusema kwamba kwa sasa wamejipata mara baada ya kuweza kubadilisha kocha. Yanga wamekuja vizuri. Yanga wamekuwa ni timu ambayo inacheza na rhythm, kwa sababu Mwali ni moja kati ya makocha wazuri sana kwa upande wa Yanga. Na kwa upande wa Yanga nadhani kikosi chao cha ushindi kile kinaenda kuanza kwenye mechi ya leo, kwa sababu siku zote wanasema the winning team never change. Timu ambayo inakupatia ushindi basi haitakiwi kubadilika. Kama kawaida ya Yanga wanapenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1. Golini tuweza kukutana na kipa mzoefu kabisa Djigui Diarra. Mabeki wawili wa katikati atakuwa ni Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Pembeni kulia na kushoto, upande wa kushoto ni Mohamed Hussein Zimbo Junior na kulia ni Kwas Atola Yao, watu wanapenda kumuita jeshi yao. Na viungo kabaji basi ni Duke Abuya, Mkenya ambaye amekuwa akicheza mpira vizuri sana, ambaye ataenda kushirikiana pale katikati na Damaro. Angeweza kucheza Mudasiri, lakini kwa sasa Mudasiri ameweza kufungiwa takriban mechi 3, na mechi ya leo ikichezwa basi itabakiwa mechi moja ili adhabu yake iweze kumalizika. Mbele viungo watatu shambuliaji, katikati mtu atakuwa na connect team ni Maxim Pia Nzengeli, pembeni kulia na kushoto basi huku tameka pa Komizuzwa na huku ni Alan Okello. Kumbuka Alan Okello atakuwa akibadilishana na Maxim Pia Nzengeli kwa muda. Alan Okello atakuwa akitokea katikati kama kiungo mshambuliaji, kwa sababu amekuwa ni mzuri sana kwenye kuweza kutengeneza nafasi. Tuliweza kuona kuna mechi iliyopita aliweza kuhusika kwenye magoli yote 3, akifunga 2 na akitoa assist kwenye goli moja. Na striker wa Yanga siku zote amekuwa akikaa Prince Mpumelelo Dube. Kwa hicho kikosi basi wataenda kufanya vizuri na kwenda kushinda mchezo huo dhidi ya Dodoma Jiji FC ili kuendelea kuongeza gap la pointi. Kama ambavyo tunafahamu mchuano mtanange wa nani atachukua ubingwa umekuwa ni mgumu kwa sasa. Ukiangalia timu ya Simba na yeye imeweza kuimarika, timu ya Yanga imeweza kuimarika. Tuliweza kushuhudia dabi nyingi sana hapo nyuma Yanga akiweza kupata ushindi, lakini hivi karibuni kwa kuwa Simba wameweza kuimarika, wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri kama akina Anis Joura, Libase Gueye, Ino, Josephine Loemba, wamekuwa ni wachezaji wazuri kabisa. Mabeki wawili wakati hawa Olivier Tour pamoja na kijana ambaye ana role njema, lakini sura yake inapiga sana kazi kibabage. Lakini pia kuna beki mwingine Rushaine Deroko, wameipa uhai sana timu ya Simba, imekuwa ikifanya vizuri kwenye mechi zake. Kwa hiyo mtu ambaye atachanga karata zake vizuri, ukizingatia Yanga ndo ana advantage kubwa kuchukua ubingwa, kwa sababu yeye ndiye anaweza kuongoza ligi ya NBC Premier League kwa tofauti ya takriban pointi 5. Yani ili Yanga aweze kuanguka, basi Simba anatakiwa ashinde mechi zake zote zilizobaki na Yanga aweze kudondosha pointi 5 ili Simba aweze kukaa juu. Bwana, mimi niseme kwamba sina ziada, nilikuwa na kudondoshea dondoo 1 2 3 kuhusiana na mechi kati ya Dodoma Jiji FC pamoja na Yanga ya hapa
jijini Dar es Salaam. Kitu cha msingi ambacho ningependa nikuase, ndugu mpenzi mtazamaji, ni wewe kuhakikisha una subscribe channel yetu bemba kabisa ya Sports Online TV. Mpaka wakati mwingine, kuna mambo mazuri ya kimichezo kutoka ndani na nje mpaka ya Tanzania. Uko nami presenter wako siku zote, Rich Mo TZ, the new presenter in town.